Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumtukuza Mungu wangu, kumshuhudia kwa matendo makuu anayotenda. Wewe unaweza kaona kwamba ni ushuhuda ni kidogo, ila kwangu ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nina mtoto wa kwanza aliondoka sasa hivi ana miaka 8. Yuko Arusha. Yaani wakati alipomaliza miaka 5 nilipata kidogo mawasiliano kidogo, nikawasiliana naye kama miezi 3. Ila niligundua kosa langu sikutoa ushuhuda. Kwa sababu maana najua ushuhuda kweli ni nguvu. Ilionekana kwamba mimi nilipuuzia kile kitu. Baadaye mawasiliano yakapotea kabisa. Sasa na maana sasa hivi ni miaka 3 pia imepita maana bila mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi kama wazazi wanaelewa yani maumivu unaoweza kupata mtoto akiwa mbali na wewe muda wote hamna hata mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na maumivu makubwa mno, nilikuwa naumia sana. Wakati mwingine chakula kikiiva, yani nakumbuka tu tai inakuja, nakumbuka mwanangu hivi huko anaishije? Hivi inakuaje? Inakuaje hili na hili? Nawaza vitu vingi nafikiana, lakini sipati majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nitashuhudia kwa ufupi, ila najua ipo siku nitashuhudia kwa kirefu zaidi na yeye akiwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Bwana Yesu anayetenda matendo makuu kwetu. Siku ya Ijumaa, ila hapo nyuma kidogo, kuna siku baba niliongea na baba, akaniambia natakiwa utoe sadaka kwa ajili yake, sadaka maalum kwa ajili yake. Niliandaa ile sadaka nilitoa. Ila juzi, wiki hii Jumatano nilikuja kwenye ibada. Tulipomaliza ibada, tulikaa watu baadhi tuliomba, tulikaomba na baba. Tulipomaliza kuomba yale maombi, akatuuliza kila mmoja kwamba mwenye hitaji lake maalum. Na mimi nikaweka hitaji langu kwa ajili ya mwanangu. Tuliomba pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nina furaha kubwa, ichapo hajaja ila nina furaha kubwa. Hawezi amini. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku hiyo tunaomba Jumatano, kesho yake Alhamisi tayari majibu yakapatikana. Haleluya. Mungu ni mwema, Mungu wetu anajibu. Haleluya. Aliwasiliana na dada yake, alipata mawasiliano kwa dada yake, wakawasiliana, akasema yeye ni mzima kabisa, huko aliko ni mzima kabisa, hana shida. Ila tu alipoteza mawasiliano, simu yake ilipotea, na maana hana simu. Hata ile simu aliyotumia na mali ya mtu mwingine tu aliwasiliana. Kuna mtu huyu dada yake aliongea naye, akampelekea ile simu, akasema nyumbani kwenu wanatafuta, kuna dada yake anataka aongee na wewe. Akawa amepata mawasiliano, na maana sasa hivi akipata simu atakupigia yeye mwenyewe. Kwa hiyo sina wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hicho kidogo. Yaani mimi naweza nijikupa mno. Nijikupa mno kwa sababu Bwana amenitendea. Yaani kitendo cha kupata tu mawasiliano kwa mwanangu, na maana tayari najua tayari anakuwa. Maana aliahidi anakuja mwezi wa 2. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hilo. Mbariki.